Agosti hadi Oktoba mwaka 2025, Tanzania ilishuhudia tukio la demokrasia. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alinadi sera za matumaini, alitoa ahadi, lakini zaidi ya yote aliweka mkataba wa utekelezaji wa haraka, kazi ya kuanza ndani ya siku 100 za kwanza. Serikali itaanza kugharamia kwa 100% matibabu na vipimo vya kibingwa kwa wananchi wasio na uwezo kwa magonjwa yasiyoambukizwa ikiwemo saratani, figo, moyo, sukari, mifupa na mishipa ya fahamu. Nitayafanya ndani ya siku 100 za kipindi cha pili cha awamu ya 6. Novemba 3 mwaka 2025, ahadi zikawa majukumu. Baada ya kuapishwa, rais hakuchelewa, aliunda serikali imara. Huu ulikuwa ni usukani uliosukwa kuliongoza gurudumu la maendeleo kwa kasi ya ajabu. Tarehe 14 Novemba mwaka 2025, macho ya taifa yalielekezwa Dodoma. Mheshimiwa Rais alipofungua rasmi bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakuishia kutoa hotuba tu, bali aliwasha taa ya kijani kwa utekelezaji. Kwa pamoja tutajenga nchi ambayo mifumo inafanya kazi na miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa ufanisi, ili Watanzania nao waweze kufanya kazi zao kwa bidii na weledi kwa maendeleo ya taifa letu. Kauli hiyo ikawa mwongozo, bunge likawa shahidi, na serikali ikawa chombo cha kazi. Kasi ya siku 100 ikaingia kwenye gia ya juu. Moja ya ahadi kuu na kutamkwa kwa ujasiri na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni bima ya afya kwa wote. Tutazindua rasmi mfumo wa taifa wa bima ya afya kwa wote kwa awamu ya majaribio, tukianza na wazee, watoto, mama wajawazito na watu wenye ulemavu. Kwa serikali ya awamu ya 6, afya njema ya mwananchi ndiyo msingi wa uzalishaji na ustawi wa taifa. Ahadi iliyosubiriwa kwa muda mrefu sasa imekuwa kweli. Bima ya afya kwa wote sasa ni rasmi kwa kila Mtanzania. Awamu ya kwanza ya utekelezaji wa ahadi hii imeshika hatamu. Sasa Mtanzania anatibiwa bila shida ya fedha mfukoni. Afya njema imekuwa baraka, utu na injini ya maendeleo kwa taifa. Hii siyo tu bima, ni uwekezaji katika utu. Hakuna mwananchi atakayeachwa nyuma kisa umaskini. Ni kazi na utu, tunasonga mbele. Kuna wakati majonzi ya kifo yalichanganywa na mzigo wa madeni. Familia nyingi zililazimika kuachia miili ya wapendwa wao hospitali kama dhamana. Lakini sasa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imesema sasa basi. Zuio la kuchukua miili ya marehemu kwa kigezo cha madeni sasa ni historia nchini kote. Hapa ndipo kauli mbiu ya kazi na utu inapopata tafsiri yake halisi. Ni utekelezaji unaogusa mioyo ya wananchi katika nyakati za ungumu zaidi. Bahati mbaya mtoto amefariki, tumepewa bili ni kubwa sana, sisi wenyewe hatuwezi, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa maelekezo yake ambayo ametoa maelekezo kwamba wanaopatwa na msiba wakabidhiwe miili kwa ajili ya mazishi. Nashukuru sana, nimekabidhiwa mwili, nimefanikiwa kufuata taratibu kupitia ustawi wa jamii, nimeweza kuelekezwa hatua za kufuata mpaka niweza kukabidhiwa mwili. Katika kunadi sera na ahadi za chama tawala, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alisikika na kusema serikali kuanza kugharamia kwa 100% matibabu ya vipimo vya kibingwa kwa wananchi wasio na uwezo kwa magonjwa yasiyoambukizwa ikiwemo saratani, figo, moyo, sukari, mifupa na mishipa ya fahamu. Hakuna mwananchi atakayeachwa nyuma. Katika utawala huu, umasikini si kigezo cha kukosa matibabu ya kibingwa. Tarehe 27 nikaingia kliniki, nikapewa majibu kwamba mwanao ana tundu la moyo ni kubwa. Pili, mshipa wake wa damu haupeleki vizuri, yatakiwa afanyiwe upasuaji haraka.
Nikaenda kuchukua bili niliambiwa ni milioni 7. Nashukuru serikali ikanipa mwongozo, imenisaidia mpaka kufikia hivi leo mwanangu anatarajia kuingia kwenye upasuaji. Nashukuru Mama Samia, aendelee na moyo huo kutusaidia. Hii ni ahadi ya dhati ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba maisha ya kila Mtanzania ni ya thamani na serikali ipo kumbeba mnyonge. Majengo pekee hayatoshi kuokoa maisha. Ndani ya siku 100 za kwanza, serikali imeweka nguvu kubwa katika rasilimali watu. Kwa kutambua uhitaji, serikali imewaajiri wahudumu wa afya 5,000 na kuwapangia vituo vya kazi nchi nzima ili kutoa huduma bora. Kuongezeka kwa watumishi hawa kumesaidia kupunguza muda wa mwananchi kusubiri huduma, huku kukiimarisha uwajibikaji na ufanisi mahali pa kazi. Mwaka huu wa 2026 namshukuru Mungu, pia namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutangaza ajira. Nimebahatika kufanya interview. Baada ya kufaulu interview, nimebahatika pia kufaulu na kuweza kuchaguliwa kufanya kazi katika hospitali ya Benjamin Mkapa kama mwajiriwa wa kudumu. Na pia namshukuru sana Mheshimiwa Rais anatupa nafasi sisi vijana, na nitafanya kazi hapa katika hospitali ya Benjamin Mkapa kwa weledi. Elimu ni ufunguo wa maisha, lakini msingi wa ufunguo huo ni uwezo wa kusoma, kuandika na kuhesabu tangu hatua za awali kabisa. Kuandaa mkakati madhubuti wa kisayansi ili kuhakikisha mtoto wa darasa la 3 anaweza kusoma, kuhesabu na kuandika, yaani KKK bila shida. Ahadi hii imetekelezwa tena hadharani. Serikali imezindua mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri. Lengo ni moja, kuhakikisha mtoto anapofika darasa la 3 uwezo wa KK uwe sehemu ya maisha yake. Katika kufanikisha hili, serikali imechapisha na kusambaza vitabu milioni 18 vya ziada nchi nzima, ikiboresha uwiano wa kitabu kwa mwanafunzi na kuinua ubora wa ujifunzaji. Huu ni uwekezaji katika ubongo wa taifa. Ndani ya siku 100, msingi wa elimu ya Tanzania umeanza kujengwa upya kwa sayansi na teknolojia. Kwa muda mrefu, ndoto za wanasayansi wetu wa baadaye zilikabiliwa na ukuta uhaba wa walimu wa masomo ya sayansi na hisabati. Ndani ya siku 100 za kwanza, serikali ya awamu ya 6 imetoa jibu la kudumu. Walimu 7,000 wameajiriwa na kupangiwa vituo vya kazi nchi nzima. Ni kazi na utu, tukiimarisha taaluma kwa vitendo ili kuliandaa taifa la wasomi na wavumbuzi. Nimehitimu mwaka 2012 katika shahada Business Administration, utawala wa biashara. Niliona tangazo kupitia ajira poto kwa wanahitaji walimu wa business studies. Nikafuata taratibu za kuomba kupitia mfumo wa ajira poto, nikaitwa kwenye usaili. Baada ya kufanya usaili, mnamo tarehe 3 mwezi wa kwanza nilifanikiwa kupata barua ya ajira. Kwa nikaripoti katika halmashauri ya jiji la Dodoma kwa ajili ya kwanza kazi rasmi. Maji ni uhai. National Water Grid si ndoto tena, bali ni utekelezaji. Katika mtazamo wa muda mrefu, serikali inaendelea kutekeleza dhana ya mtandao wa taifa wa kusambaza maji, yani National Water Grid. Hatua zilizochukuliwa ni pamoja na kukamilisha usanifu wa mradi wa kusafisha maji kutoka Ziwa Victoria kwenda Dodoma kupitia Singida, pamoja na maandalizi ya miradi ya kupeleka maji kutoka Ziwa Tanganyika, Mto Rufiji na Mto Ruvuma kwenda mikoa mbalimbali. Miradi 16 imekamilika, ikinufaisha zaidi ya wananchi 118,000. Bwawa la Kidunda mambo safi, utekelezaji wake unapaa kwa kasi. Wananchi wa mikoa ya Dar es Salaam na Pwani kunufaika na mradi huo. Ufungaji wa dira za maji sasa kumaliza tatizo kabisa la upotevu wa maji na uhakika wa matumizi. Sasa maji unatumia kadri unavyolipia. Hadi sasa mita janja 2271 zimefungwa nchi nzima. Siku 100 bado sijazipa kisogo. Kilimo sasa ni biashara.
mbolea ya ruzuku tani 319,632 imewafikia wakulima. Serikali imetoa elimu ya matumizi ya mbegu bora, viuatilifu na mbolea kwa wakulima 442, wanaume 326 na wanawake 116 na vijana 141 kupitia programu ya kuendeleza kilimo na uvuvi AFDP. Mifugo na uvuvi ni miongoni mwa sekta muhimu katika ukuaji wa uchumi, uzalishaji wa ajira na kuongeza kipato kwa wananchi. Katika kuimarisha sekta hiyo, serikali imeendelea kujenga na kuboresha miundombinu ya shughuli za ufugaji na uvuvi, ikiwemo ujenzi wa majosho na vizimba vya kufugia samaki, na kule Kilwa bandari ya uvuvi na kwenda kufungua ajira 30,000. Ujenzi wa bandari ya uvuvi Kilwa Masoko umefikia 90% na unatarajiwa kukamilika Machi 2026. Kukamilika kwa bandari hiyo kutafungua fursa pamoja na kuongeza thamani ya mazao ya baharini. Nishati ni uti wa mgongo wa maendeleo ya taifa. Kutokana na umuhimu wake katika kuchagiza sekta zote za uchumi, serikali imeendelea kutekeleza miradi ya kuboresha miundombinu ya usafirishaji wa nishati. Kuendelea na utekelezaji wa mradi wa kupeleka umeme katika vitongoji 9,009 wenye thamani ya shilingi trilioni 1.2, ambapo hadi kufikia Januari 2026 jumla ya vitongoji 39,888 kati ya 64,359 vimeunganishwa na umeme sawa na 62%. Serikali pia imekamilisha awamu ya kwanza ya mradi wa kuzalisha umeme wa jua megawati 50 katika wilaya ya Kishapu mkoa wa Shinyanga, hatua itakayoongeza uhakiki wa nishati na kuunganishwa kwenye gridi ya taifa mara baada ya majaribio ya teknolojia. Pia nishati safi ya kupikia imeshika kasi. Moja ya ajenda kuu ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni nishati safi. Hadi sasa ndani ya siku 100 taasisi 89 zinazolisha watu zaidi ya 100 sasa zimehamia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia, hivyo kufikia jumla ya taasisi 1136 zinazotumia nishati safi ya kupikia hadi sasa. Kwa kutambua kuwa vijana ndio injini ya uchumi, serikali ya awamu ya 6 imefungua milango ya fursa. Shilingi bilioni 200 sasa ni rasmi kwa ajili ya kuwezesha biashara ndogo, za kati na uendeshaji wa kampuni changa, yani startup. Ahadi imetimia. Tuhakikishe fedha hizi zinawafikia walengwa. Mheshimiwa Rais hajataka hata fedha zikae serikalini. Mara zote tangu ashike wadhifa wa kuiongoza nchi hii amekuwa akielekeza fedha ziende kwenye miradi iliyokusudiwa. Kwenye hizi bilioni 200 zimekusudiwa zikawasaidie vijana na mama pamoja na watu wenye ulemavu. Twendeni hizo fedha tuzifikishe kwa walengwa, na tena tuzifikishe kwa programu zilizokusudiwa. Wavuvi wadogo 4561, wakulima 375, kampuni changa 50 yani startup, wasanii 3957, wafanyabiashara ndogo 2500 sasa wanachekelea na kufurahia ahadi hii kwa mustakabali wa maisha na ukuzaji wa uchumi kwa taifa. Sisi ni wanufaika ambao tumekopa gari aina ya Fuso Tandem yenye thamani ya shilingi milioni 149,354,000. Biashara hii itaenda kutunufaisha sisi vijana kutoka nafasi moja kwenda nafasi nyingine, kwa sababu sisi tulikuwa ni wabeba nafaka mkoani huko, kwa hiyo tulikuwa hatuna magari, lakini sasa hivi mama ametuwezesha, tumepata gari ambalo litakuwa linatusaidia sisi kubeba nafaka zetu. Wizara maalum kwa maendeleo ya vijana imeundwa, chombo cha kisheria na kiserikali cha kusimamia kero, ajenda na ustawi wa vijana wa Kitanzania. Jukwaa la vijana au vijana platform imezinduliwa. Hii ni hatua muhimu ya kuwaleta vijana pamoja kwa ajili ya mustakabali wa taifa. Hiki ndicho kizazi cha Samia, kizazi chenye sauti, chenye mtaji na chenye matumaini. Ni kazi na utu kwa ajili ya kesho iliyo bora.
Serikali imeendelea kuweka jitihada katika kujenga uchumi wa viwanda wenye ushindani unaolenga kuzalisha ajira hasa kwa vijana na wanawake, huku ikikuza uchumi wa nchi na kipato cha mwananchi mmoja mmoja. Ndoto ya Tanzania ya viwanda sasa inashushwa hadi ngazi ya mikoa. Serikali imekamilisha tathmini ya awali ya kongani na mitaa ya viwanda katika mikoa 11 nchini. Misingi ya uzalishaji inatandikwa. Lengo ni kuhakikisha malighafi zinazopatikana mikoani zinachakatwa hapo hapo ili kuongeza thamani. Hii ni hatua ya kisayansi kuelekea uchumi wa kati na wa juu. Ni ujenzi wa Tanzania inayozalisha kile inachotumia na kuuza ziada nje ya nchi. Mawasiliano na teknolojia habari, chachu ya maendeleo ya kiuchumi, kijamii, kisiasa na usalama. Serikali inaendelea kuwekeza kwa vitendo katika miundombinu ya tehama ili kuongeza upatikanaji wa huduma kwa wananchi kote nchini. Kukamilika kwa ujenzi wa minara 758 katika kata 713 kwa gharama ya shilingi bilioni 126, ambapo jumla ya wananchi milioni 8.5 wamenufaika na huduma za mawasiliano ya simu na internet. Vilevile ujenzi wa minara 636 vijijini, 621 simu na 15 redio umefikia 78%, ikiwa ni ongezeko la 23% ikilinganishwa na 55% Oktoba mwaka 2025. Kukamilika kwa ujenzi wa minara mawasiliano kunawezesha wananchi kupata huduma za kifedha kwa njia ya simu, huduma za simu na intaneti, kuimarisha ushiriki wa wananchi wa vijijini katika shughuli za kiuchumi na kupunguza pengo la kidijitali kati ya vijijini na mijini. Utumishi wa umma na utawala bora ndiyo nguzo muhimu katika kuhakikisha huduma za jamii zinatolewa kwa haki na usawa, pamoja na kuimarisha utawala wa sheria nchini. Uadilifu ndio sifa ya 6. Kupata suluhu ya kero yako sasa hauhitaji safari ya Dodoma wala kusubiri ziara ya kiongozi. Serikali imeboresha mfumo wa mrejesho, daraja la kidijitali kati ya mwananchi na serikali yake. Maboresho haya yamepanua wigo. Sasa ni rahisi kwa mwananchi kuwasilisha hoja moja kwa moja kwa waziri, wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya popote walipo. Mfumo huu ni rafiki, unaongeza uwazi na unamlazimu kila mtendaji kuwajibika kwa kutoa majibu ya maswala yaliyowasilishwa kwa wakati. Mfumo huu umewezesha kupokea na kujibu hoja za wananchi kidijitali, ikiwemo SMS za bure kupitia namba maalum USSD *152*00 reli. Baada ya kutuma ujumbe wako, unapokea mrejesho wa papo hapo kupitia simu yako ya mkononi. Ni kazi na utu. Serikali ya awamu ya 6 inatumia teknolojia kuhakikisha sauti ya kila Mtanzania inasikika na kuheshimiwa. Sekta ya habari, utamaduni, sanaa na michezo inaendelea kuwa muhimu katika kuhamasisha ushiriki wa wananchi, hususan vijana. 2027 Tanzania itakuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON pamoja na Kenya na Uganda. Serikali inaendelea kujenga miundombinu ya viwanja vya michezo kwa ajili ya mashindano ya AFCON mwaka 2027. Miongoni mwa miradi hii ni ujenzi wa uwanja wa mpira wa Arusha ambao umefikia 74% ya ukamilishaji. Ukarabati wa viwanja vya Benjamin Mkapa na Uhuru ambavyo vimefikia 90%. Aidha, serikali imeiwezesha timu ya Taifa Stars kushiriki mashindano ya AFCON mwaka 2025 yaliyofanyika nchini Morocco. Taifa Stars iliweka historia kwa kufanikisha kufikia hatua ya 16 bora, ikionyesha ukuaji wa soka nchini na kuongeza fahari ya taifa. Siku 100 zimeonyesha mwelekeo. Ni mwanzo wa safari ndefu ya ustawi chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kauli ni moja: kazi na utu, tunasonga mbele.